vacancies in parts where but also like for Jesus just give information short information so that people can then get to know about so both local and also but it's an online portal. It's an online portal. Very good. Understand. Huyu jamaa anatengeneza habari yako ndugu. Hapa hivi tunapasali limited. Alternative. So hii sola so they are floating water plants. Basically, this is plant in animal protein. So, feed easy. Hii inakula nini? Inakula waste. Yani waste. Waste ya chungwa, maembe, ndizi, hiyo ndio kazi yake. Gani naona ndani? Hiyo ndio. Sasa tukipatia hiyo after 14 days okay. Protein. Protein. 7% protein. Each is How are you? How are you, my friends? What is your name? It's a project that I'm very happy to host the governor came to our site, to how best to develop flags on the fly, and it takes waste. But we didn't have enough waste, so we requested the county so apart from also waste from DSF, we also get glass bottles, plastic bottles, metals that we sell to our areas. We also have a concept and they are used we'll be discussing funding how to fund Abadi, how are you? Allowed it to invent our award, the Kenya first winner. Okay. In the ESC. Yes. Okay. This is the product that brought Kenyan growth. Yes. We are trying our first Olympic, and the difference from bamboo. Yes. We are only missing 2 sets of machines, Your Excellency, to complete this. Okay. That is the shivering machine and the packaging. Yes, I suppose. Okay. Your Excellency, will connect you to Your Excellency, these are shin guards for your footballers. Yes. We have introduced this, and I think your footballers will be able to utilize our product, so that at Chan, we are having Buy Kenya, Beauty Kenya with our shin guards. Okay. Hello. Welcome to the Ministry of under the kutengeneza mbolea zetu ambazo is production of farm. Ukiangalia mchanga wetu ilikuwa inakosa sana. Tunatumia mingi kwenda kwa mchanga, but bado tunafanya iko chini. So tunapiga na hii system ya technology ya agriculture, agriculture is a scientific way of rearing redworms. Hizi redworms zinatusaidia ku break down the waste products. Ukiangalia unapata tuna clean environment. Tunasaidia ku break down the waste products. Then you create manure out of it. Manure out of it. Hii sasa hii ndio mbolea. Kwa tunatumia kupanda mahindi yetu na mboga. Iko very nutritious kwa mmea.
Alafu pia samaki tuko nazo hapa, hizi tumevuka kwa boti yetu, si hapa tumetoka kwa lake hapo. Sasa hizi tunazilisha hizi worms. Kwa tunaanza na fertilize pond. Na hii kwa leo ya organic hiyo fertilizer. Kisha fertilize pond ndio unatengeneza samaki. Tunavuka samaki kwa pond. So hii tunaweka kwa pond, alafu inasaidia zile mimea planktons kumea. Au pia chakula pia ya samaki. Hello. Yes, how are you good people? Yes. Yes. Okay, I know about this program. Yes. We'll be discussing more. Okay. Thank you. Thank you. Yes. Buddy, you guys are doing a good job. Yes. Thank you so much. We will be having a small discussion inside there. Yes, very good. How are we faring? We are doing very well, supporting young people Yes. in terms of supporting their businesses. Yes. Today we have one youth here, Your Excellency, who has benefited from Youth Fund with 4.3 million Kenyan shillings. He's in the film industry. Your Excellency, kindly, we can explain briefly. Yes, we are doing film industry. We are doing video production and photography. Yes, sir. We are benefit. Yes, we are benefit. Thank you. How are you supporting my labor mobility? The report is here today. We have done 2,271 cases. We have compiled all the names here. Somebody was asking me where are the names. They're here. Please give it to them. With the IDs. These are the IDs, the names, the amount, and the destination where they are going, and where they have come from. Your Excellency, the total figure we have is we have so far dispersed 244 million. And you gave us additional 200 million recently. I confirm it's fully dispersed. And make sure it revolves. Yes, actually they are paying very well already. They are paying. Yes. We'll give a testimony. This one was returned from UK. Yes. They are for beauty. They are for beauty. Kenyan contents, Kenyan movies out there. Yes, that's all we do. Yes. Yes. I remember instructing somebody to do it. Yes. This is President's Award, and we want to take this opportunity to thank you as our patron. And young people over here have gone through the gold. Hello, how are you guys? And this year you gave a proclamation that gold awards to be given a preference when it comes to public service jobs. So allow me to give one of them, just to give a brief on how this program has helped out. Your Excellency, my name is Mhonja Bridget. I got my award at Friends College National Polytechnic. The award has really made my life change. It has made me to be disciplined, persistent, and self-disciplined, and give back to the society. We do voluntary works, and I encourage all youth to join, to explore their skills, and to explore a lot out of their comfort zone. Thank you.
This is, thank you. Welcome to Cinema Mashinanisha. This is a project of the Kenya Film Classification Board, and the intention is to ensure that we help our youth, especially those who are in the creative space, to monetize their talent, as well as to upscale, because what we have is a situation where the equipment that they have does not allow them to produce quality enough to go into the commercial enterprises in Kenya. So they are unable to showcase. So this platform will allow us to help them showcase what they've created, sir. That way they get the motivation to know that the government is looking after their welfare. They can be able to then earn money from their talent. Okay. Again, sir, this helps the organization to improve compliance, because we'll be able, it is mobile, sir, we'll be able to move from county to county and meet the creatives where they are. They need not come to our regional headquarters, sir. We have 8 regional headquarters, including Kakamega, but we will then be going to areas that they are unable to access our offices, sir. Other than that, we'll use it to showcase for the already well-established filmmakers in Kenya to show their products, sir. This is the first one that has come, one of many, sir, when we are well-funded, sir. And this one here... I had asked him about it. Yeah. I had asked him, so what is the... In fact, thank you, Your sir. Excellency, this is just the beginning. Kuna ile kubwa ambayo tutashirikiana na wewe, Nairobi Film Center, a one-stop film center where our creatives, the youth, can come and hire cameras, edit, post-production, monetization, everything under one roof. You took Nairobi Cinema. Yeah, it will come. Okay. Lakini ile kitu imekosa tu ni pesa. Ideas. Sasa tuko na kubwa sana. Sir, with Kuna idea kubwa sana, Your Excellency. It's mobile, so it can move everywhere. This one is foldable. Yes, So it it can will go go in the container anytime and then it will. but then we need to see what is the experience. Maybe in another 2-3 months, let us know how we can scale up. Yes. And where the scale up needs to happen. With your permission, sir, we can show you one of the trailers after you have launched it for us, because it's the first one ever. Thank you, sir. Okay. 1, 2, 3. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Makofi from Makofi. Thank you, sir. Sir, there's a local production here that was actually submitted to the Oscars called Mvera. Sir, with your permission, you can watch a short clip. Thank you, sir. We'll appreciate it. It is a clip that shows the way we fought for freedom. It's done in Mombasa. These people are desperate. They'll vote for anybody who throws a coin in the direction. Wanafikiri watakuwa watu wao, na sio vita, sio barua. Hawa ni watu wabaya. Wanapanga kutuua. Tutafanya nini? All of the love is here looking for her mother. And stupid old man has absolutely no idea how she got to me. Thank you, sir.
ili tuweze kumkaribisha rais wa Jamhuri ya Kenya. DJ achilia ngoma. Wapi makofi ya rais anapoingia? Karibu sana Mheshimiwa Rais. Makofi ya rais wa Jamhuri ya Kenya. Karibu sana Your Excellency. Aya, DJ, pull up. Tukiwa tumebaki tumesimama, naomba niwakaribishe ambao watatuongoza kwa maombi, Joakim Luseka na Abdul Aziz. Karibuni mtuongoze kwa maombi. Na tuombe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mungu iwe nanyi nyote. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka hamdu hamdan tayyiban mubarakan fihi. Wa salli ala Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ihfaz biladana wa amin jundana. Subban alayna khairan subban. اللهم احفظ بلادنا وعبادك من كل سوء وشر ومكروه. اللهم احفظ بلادنا من كل أمراض وسائر الإفريقية. اللهم لا تعاكينا بذنوبنا ونستغفرك ونتوب إليك وأنت خير الغافرين. اللهم احفظ بلادنا من سرور المعتدين وسموم العاكدين ومن فساد الفاسدين. اللهم اجعل هذا البلاد آمنا مطمئنا وسائر الإفريقية. اللهم احفظ رئيسنا روتو من كل سوء والبلاء وارزقه عافيه والحكمة والهداية إلى صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. In the name of Allah, the entire merciful, the especially merciful. O Allah, all sorts of holy praises belongs to you. May peace be upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Allah, protect our beloved nation and secure our army from its enemy. Shower us with blessings. O Allah, protect our nation and your people from all kind evil and harm. O Allah, protect our nation from all kind of diseases and also the whole of Africa. Don't punish us because of our sins and forgive us. You are the best of forgivers. O Allah, protect this nation from evil of aggressors, venom and haters and immoral of corrupted people. O Allah, make our nation calm and peaceful. O Allah, protect our President, His Excellency William Samoei Ruto from all evil and all leaders. Give His Excellency good health, wisdom, and guidance to your straight path of the Prophet and the chosen ones. Guide him among those whom you have guided. All praises belong to you, Allah. Ameen, Ya Rabbil Ameen. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, we thank you for the young people in our country. We thank you for the leadership that you have given us as a country. Lord, we pray that you may continue filling our leaders with the Holy Spirit, that they may continue embracing the interest of the young people. We commit the President and his entire administration into your hands, that as he fulfills his promises to the young people, he may receive your blessings and favors. Lord, we pray that you may take control of our lives, that we may live lives full of hope for a better tomorrow. May you guide all of us into taking up the opportunities that are coming our way. May your Holy Spirit inspire us into making right decisions in life, and may we play our part in bringing peace, prosperity, and justice to all. We ask all this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kwa heshima naomba tuketi tafadhali.
Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, President and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, Honorable Salim Mvurya, Minister for Youth Affairs, Creative Economy and Sports, the Governor, Kakamega County, Honorable Ferdinand Barasa, all Cabinet Secretaries present, Principal Secretaries present, led by PS Fikirini Jacobs, Members of Parliament, Vice Chancellor Masinda Muliro University, CEO National Youth Council Gloria Wawera, National Youth Council Chair, and all youth represented. Your Excellency, sir, today we come together to recognize the vital role that young people play in shaping a more inclusive, equitable, and sustainable future. This year, we gather under the theme, Local Youth Actions for SDGs and Beyond. This theme highlights the incredible impact that youth-led initiatives have translating global ambitions into community-driven solutions. As we begin today's program, let us celebrate the energy, creativity, and leadership of our youth. To start us off this morning, Your Excellency, with your permission, let us welcome National Youth Council theme song titled Wakati Ni Wetu, performed by International Youth Fellowship. Tuwapigie makofi tafadhali as they take the stage. Again, the theme song is titled Wakati Ni Wetu. The stage is yours. Mamoyo, kuna form nahitaji pa tukijituma, pamoja tushikane tujenge nchi yetu. Mabro, masisteni wakati wetu. Mabro, masisteni wasupa, kuna form nahitaji pa tukijituma, pamoja tushikane tujenge nchi yetu. Masiste, mabro, ni wakati wetu. Masiste, mabro. Vijana tujitume na tusare madrags na tupige kazi juu ya kazi, tusiwe matag na sakakaji, usichoke kuseti kwa gas, no relax. Twende kazi, tupige kazi. Wakati ni wetu na muda ni sasa, juu Kenya. Attention, nataka tushikane. Ni yangu mimi na wewe. Mori anataka tujengane. Hii ni ngoma ya vijana. Ambia jirani, hii ndio dance ya vijana. Mboka ni mboka iwe usiku mchana. Mimi yangu busy na kwa gani talanta. Come Kenya, mimi ni shujaa. Mamoyo, kuna form nahitaji pa tukijituma, pamoja tushikane tujenge nchi yetu. Mabro, masisteni wakati wetu. Mabro, masiste wasupa, kuna form nahitaji pa tukijituma, pamoja tushikane tujenge nchi yetu. Mabro, ni wakati wetu. Let's go! Tavikuza wakuamka Mamoyo, kuna form nahitaji pa tukijituma, pamoja tushikane tujenge nchi yetu. Mabro, masisteni wakati wetu. Mabro, masiste. Mabro, masiste, tuwapigie makofi tafadhali. Thank you very much. The theme song is Wakati Ni Wetu. Your Excellency, with your permission at this point, allow me to now invite the Principal Secretary, Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports, State Department for Youth, Mheshimiwa Fikirini Jacobs, to come and make his welcoming remarks, and also as we run the program. Karibu, tupigie makofi tafadhali. Paka afike, makofi, makofi, makofi yake. Your Excellency, the President, Dr. William Samoei Ruto, Excellency, Governor Fernandez Baraza, FCPA,
cabinet secretaries led by the Honorable Salim Mvuria, CS for the Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports. Cabinet Secretary, the Ministry of MSMEs and Cooperatives, the Honorable Wycliffe Ambetsa Oparanya. The Principal Secretary is present. Vice Chancellor Masinde Mliro University, senior government officials present, na mavijana. Mambo? Mko fiti? Asante. Your Excellency, having recognized the protocol here present, I will want to take this opportunity at least to acknowledge the presence of my colleagues who are here so that the youth may appreciate those PSs who are here. Your Excellency, we have the PS, State Department for Coordination, Abdisalan Aden is right here with us. Tuko pia na PS wa State Department ya Public Service, Dr. Jane Imbunya. Tuko pia na PS wa State Department ya Labor and Skills Development, Mwadime Shadrack. Tuko pia na PS wa MSME aka Mama Hasla, Madam Susan Auma Mangeni. Tuko pia na PS wa State Department ya Higher Education, Dr. Beatrice Inyangla. Thank you so much, Your Excellency, and I want to take this opportunity to welcome each and every person here to the International Youth Day 2025. Your Excellency, the International Youth Day is a UN-defined day to amplify youth agenda across the globe. The United Nations set this day in 1999 to consider the 12th of August as the day which we celebrate the youth across the world. Here in our country, with your blessings, Your Excellency, and with the support of my Cabinet Secretary, the week preceding the International Youth Day, we marked it as the National Youth Week. As such, from the 6th of August, we launched the National Youth Week from Pwani University, that is Coast Region, and after that, we moved around all the regions, Your Excellency. In fact, on 10th, that is Sunday, we had the Youth National Prayer Day and Wellness, taking into consideration that many of our young people have been affected by issues of mental illness. We did that in Nairobi. Yesterday, there were some other events again in Uasin Gishu, and today we are here, and we are very happy to have you around, Your Excellency. Na hii siku, Your Excellency, ni siku ya mavijana. Ndio maana ukiangalia hata hii line ya mbele, utapata mavijana wengine wamesukumika kabisa mpaka wakafika mbele, kwa sababu ni siku yao. Na mimi nataka ni wa challenge hata wale vijana wamefika mbele, sasa msikubali kurudi nyuma tafadhalini. Vile mmefika mbele, muendelee kungangana kusonga mbele. His Excellency huwa anachallenge mara nyingi. Anasema, unajua Jacobs, opportunities ni kidogo. Ukiipata ngangana nayo kabisa. Sasa hata nyinyi vile mmepata opportunity ya kukaa karibu na His Excellency, mungangane kabisa na hiyo opportunity. Na Your Excellency, siku ya leo ni muhimu sana kwetu kuzungumza maneno yetu ya vijana. Ndio maana katika program yetu, na nashukuru kwamba umeturuhusu Your Excellency, baada ya mazungumzo haya yote, wewe mwenyewe umesema Your Excellency unataka uwe na wakati na vijana, uzungumze man to man, uwasikie vijana wanasema nini, ujibu mambo yao. Na hii ndo maana ya kutupanga kama mavijana, Your Excellency. Lakini kabla tufike mahali kwa hotuba za wengine, Your Excellency, tuko na vijana hapa kati yetu wawili ambao wamesema wanatamani sana angalau washike hii microphone na wazungumze na sisi, ili angalau tusikie testimonies zao. Na nitawaalika hapa. Wa kwanza ni Obadia Waluya, ambaye ni beneficiary wetu mmoja wa ile program yako, Your Excellency, ya kazi majuu. Atakuja hapa aweze kuzungumza pamoja nasi. Karibu sana Obadia.
Asante. His Excellency, the President of the Republic of Kenya, our able governor, our leaders, and all distinguished guests, and my fellow citizens. Amjambo. Amjambo tena. A humble request, Mr. President. Nikiongea Kiswahili naongea mambo mengi. Nikiongea Kiingereza naongea machache. Niongea lugha gani? Kiluya nitakuwa nimetenga mtukufu rais. Asante, asante. Bwana Rais, before you here standing is not just a boy nor a man. It's a mere and real product of a hustler parent. Last year, in November, I got an opportunity to work abroad in United Kingdom, specifically in England. But the problem is funding. So in our family, we failed to raise the funding. As the heads were burning, our minds ready to explode to think about the funds. Mr. President, the difficult time that I got to know about the fund is the same difficult moment our youths are going through. The youth funding, my fellow youths, it's working. The youth fund that you always hear about, wakisema wanapea watu, it's true, watu wanapewa. By God's grace and good planning that I had, I managed to get 185 Kenyan shillings from the youth fund to facilitate my travel. And that's a plus on my side. In United Kingdom, I was employed in a farm that was producing strawberries. Nataka kuhimiza wanarika, mtu asikudanganye ya kwamba ukienda ng'ambo unaenda kuhangaika. Unaenda kufanyishwa kazi ngumu, kazi ya sulubu, hapana. It's that job just to pack the fruits and everything is all. When you hear the application, please, wacha tuende hizo applications tufanye, tuhakikishe ya kwamba tumeapply. So that, tusije tukasema chance ilikuja, naibu rais hajatusaidia ama rais hatujasaidia, uongozi hatujasaidia, hapana. When the chance comes, let's grab it and use it as youths. Thank you so much. Mbarikiwe. Naibu rais, ninaposhuka kwenye hii podium, samahani. Kwenye nikikuwa gate nilikuwa nasema, naona wanasema content creators ingieni tafadhali, content creators nisamee. Msiniundie content. I'm not ready to trend like our president. Then lastly, Mr. President, as a Kenyan citizen, na kuomba kwa yale ambayo yanaendelea katika masuala ya soka, as you see the youth, continue appreciating those guys. Kama wa Kenya, tunataka kujiona World Cup, twende tujishuhudie. So motivate them, we are proud and happy of them. Thank you so much. May God bless you, give you wisdom to hold the pressure that you have. I know it's difficult, but one day, one time, I'll be the president like you. Thank you. Your Excellency, sasa hizo ndo kidogo ndugu yangu Obadia. Your Excellency, unajua vijana ni watu wa kuchallenge status quo. Sasa status quo inasema nywele ikimea baada ya muda unainyoa. Sasa huyu amechallenge status quo kabisa, anasema mimi niko sawa sawa namna ile. Inaitwa afro. Your Excellency, ni maneno yetu ya vijana, Your Excellency. Asante sana Obadia for that kind of testimony ya kazi majuu. Lakini ile kitu umesahau kutuambia ni kwamba kule huko unalipwa na shilingi ya Kenya, ulikuwa unalipwa na euro. Tosha. Asante sana. Kama hujamaliza baadaye utatupanga na chai kidogo. Asante sana.
Your Excellency, pia nilete beneficiary wetu mmoja wa Youth Enterprise Development Fund, anaitwa Masi Nanzala, ambaye atatupa testimony ya hawa ni baadhi ya wale wamesaidiwa na state agencies kwa baraka zako Your Excellency kwenda katika labor mobility. Asante sana, karibu. Your Excellency, all protocols observed, good morning. Mimi kwa majina naitwa Nanzala Masi, natoka sehemu hii ya Kakamega County, maeneo ya Malava. Mimi ni mfanyibiashara. Mimi venye niko hivi saizi, I'm a product of youth empowerment. Kwanza kabisa nianze nyuma kidogo, mtanipea muda kidogo. Mimi nilikuwa msee wa nduthi. Mbelewa ama niseme mama wa nduthi. Your Excellency, because of the youth fund and the whole facility is the reason why I'm here today. Kwanza kabisa mimi nilikuwa nauza na hawk credit cards. Nilikuwa naendesha pikipiki nikihawk credit cards. But kwa saa hizi niko na biashara kadhaa wa kadhaa, nimeajiri youth kama 70. Your Excellency, saa hizi I can say I have several businesses running in the county and the country. I have employed close to 70 youth, and I'm looking forward to getting even to 100 or even 500. So mimi kabisa neza insist, all the youth who are here, kindly, I'm telling you there is a lot of money in the facility, that is the youth fund. Make sure you approach at least your sub-county or county offices, mpate hizi pesa, mjaribu kujiendeleza kimaisha, sivyo? Nikifunga kabisa, mimi naweza sema nashukuru sana Your Excellency for the opportunity mmetupatia, the initiatives zote za youth. Tunaweza saizi mimi nikisema niko na biashara, si mnajua obviously lazima niko na mahali ka ploti, si ndio? Huwezi fanya biashara kwa huo muda wote na ubaki bure. Otherwise, I may lastly naweza sema nashukuru sana for the opportunity today, Your Excellency, for coming. And Kakamega youth, please tujaribu tuingie kwa ofisi ya youth fund. Mnajua penye iko? Ama niwapatie direction? Sawa sawa. Otherwise, thank you so much, Your Excellency, for the opportunity. Asante. Asante. Asante Masi. Hata ukimwona Masi kabisa unajua sasa hapa nikienda kwake nitakunywa chai tena, baada ya masaa 2 naweza nikauma kaugali nikaenda nyumbani, si ndio? Na tutakuja huko kukutembelea utupe motivation zaidi. Tutasikia raha pia kama utaendelea kushika mikono vijana wengine, kuwaonyesha njia ya vile wanaweza wakasaidika. Your Excellency, mahali hapa kama tulivyokaa baada ya kusema kwamba ni siku yetu ya vijana, tuko na maofficers wetu wengi ambao kila mmoja amejaribu kuweka kabisa visibility yake. Tuko hapa tayari wametambuliwa, lakini one of the agencies ambayo Masi amezungumza kwamba amebahatika imemsaidia ni Youth Enterprise Fund, ambayo imetusaidia, na baadaye tutakuwa pia watatueleza zaidi maneno ya labor mobility. Na Your Excellency, nikisimama hapa kabla ni mualike waziri wangu, nataka pia nichukue fursa hii Your Excellency, mimi binafsi kama Fikirini Jacobs nikushukuru kwa sababu katika umri wangu huu umenipa nafasi, ninakaa katika meza za decision making nikiwa kijana, na tukiwa tunazungumzia mambo ya vijana. Your Excellency, inanipa fursa nzuri ya kuangalia pia maneno ya ndugu zangu hawa vijana hapa Kakamega. Your Excellency, tulikuwa hapa mwezi uliopita pamoja na mheshimiwa governor kwa baraka pia za waziri wangu, tukakuwa na town hall na vijana, tukasikiza vijana wakazungumza, na ni baraka kubwa kwamba leo tumerudi hapa sasa kuengage vijana. Your Excellency, nikuhakikishie kwamba katika ukumbi huu ambao tuko nao leo, uko na vijana wa Kakamega, uko na vijana wa Western, lakini pia uko na vijana kutoka county zote 46 nyingine ambao wamekuja hapa
kwa ajili ya sherehe hizi zetu za siku ya leo ya International Youth Day. Na niwaombe vijana wenzangu kwamba nafahamu kabisa kwamba sisi tuko na energy, kwa sababu Your Excellency, if there is a big difference between the young person of the 20th century and the young person of the 21st century, which is us now, the difference is what you've seen in the testimony of these two lady and gent. Our generation is called upon by virtue of experience, by virtue of technological exposure, by virtue of our energy, to embrace a world where we become policy makers. 20th century, vijana wengi wetu, hata wale ambao walikuwa campus, ilikuwa ni vijana ambao mara nyingi it was a mobilization heavy era. Lakini sasa tuko mahali ambapo tunaangalia vile tuna embrace opportunities na kujisukuma. Ndio maana Your Excellency tunashukuru kwa opportunities kama hizi ambazo zinatusaidia na kututayarisha kuwa viongozi wa taifa na hata kuwa viongozi wa continent yetu katika siku za usoni. Mimi nakushukuru, na challenge hii ambayo ulinipatia tutaendelea kuextend kuhakikisha kwamba vijana wengi zaidi wamepata nafasi ya kujihusisha katika decision making circles katika serikali kwa manufaa ya taifa letu la Kenya. Nikifikia hapo, Your Excellency, naomba nichukue fursa hii nimkaribishe Mheshimiwa Governor wa jimbo la Kakamega, FCPA Fernandez Barasa, aje azungumze nasi, alafu tumkaribishe waziri. Karibu sana Governor. Asante. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, mawaziri wote ambao wamefika siku ya leo, wabunge wote, itifaki zote zikizingatiwa, hamjambo? Vijana hoi! Asante. Kwanza kabisa, Mheshimiwa Rais, niruhusu nitambue viongozi ambao wako hapa, kwa sababu serikali yako hapa Kakamega tuko na viongozi mbalimbali. Kwanza ningeanza kumtambua Vice Chancellor wa Chuo Kikuu cha Masinde Muliro ambaye ako hapa, Professor Solomon Shibairo. Punga mkono Professor. Makofi kwa Professor. Asante. Pia tuko na mwenyekiti wa Chuo Kikuu cha Masinde Muliro ambaye ni Daktari Pamela CTNA. Makofi kwake. Asante. Tuko hapa pia na viongozi mbalimbali, nikianza na mbunge wetu wa Navaholo, Mheshimiwa Emmanuel Wangwe. Makofi kwake. Tuko na Mheshimiwa wa Wisero, Mheshimiwa Christopher Aseka. Makofi kwake. Tuko na mama women rep wetu wa Kakamega, Mheshimiwa Elsie Muhanda. Makofi kwake. Tuko na Mheshimiwa wa Ikolomani, Bernard Shinari. Makofi kwake. Tuko na Mheshimiwa ambaye ndio landlord wetu wa hapa Lurambi, Mheshimiwa Titus Hamala. Makofi kwake. Tuko na Mheshimiwa wa Lugari Nabii Nabwera, anajulikana kama 5G. Makofi kwake. Tuko na Mheshimiwa wa Matungu, Mheshimiwa Peter Oscar Nabulindo. Makofi kwake. Pia tuko na Speaker wetu wa County Assembly ya Kakamega, anaitwa James Namati. Makofi kwake. Mheshimiwa Rais, tuko na ndugu yetu ambaye pia ni mbunge jirani kutoka Nandi. Makofi kwake. Asante. Najua itifaki nyingine waziri wetu wa masuala ya vijana atachukulia pale. Mheshimiwa Rais, kwanza kabisa mimi nachukua fursa hii kukaribisha Kakamega. Vile unajua Kakamega sisi
ni mashemeji na tunakupenda sana. Ndiposa vijana leo wamesema lazima siku ya kimataifa ya vijana wajumuike na wewe kusherekea. Makofi kwa rais. Nashukuru sana pia vile umetenga muda wako kuamua kwamba siku ya kimataifa ya vijana utasherekea Kakamega. Na vijana wa Kakamega wamesema ya kwamba watatembea na wewe. Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa shughuli ambayo unafanya kuhakikisha vijana wetu wamepata ajira, na pia hapa Kakamega pia tunatilia mkazo masuala ya vijana. Tulikuwa hapa na mkutano wa vijana na PS Fikirini mwezi uliopita, na hiyo ndio njia ambayo tumesema ya kwamba lazima tuhusishe vijana katika shughuli ya maendeleo. Tunatambua ya kwamba vijana ndio wengi sana. Over 70% of the Kenyan population ni vijana. Nao ndio uti wa mgongo wa taifa letu. Lazima masuala yetu tutulie vijana katika shughuli zetu. Mheshimiwa Rais, nashukuru sana. Tuko na programs nyingi sana hapa Kakamega ambazo tunashirikiana na serikali yako, ikiwemo kiwanja chetu cha Buhungu Stadium. Ukienda hapo sasa hivi tushaweka carpet ili michezo za Afrika Mashariki ambazo zinaanza siku ya Alhamisi on 14th. Tutakuwa hapa na michezo ya Fiesta for the next 10 days. Tutakaribisha mataifa 8 hapa Kakamega. Na hiyo ni kwa sababu sisi tunatilia mkazo shughuli ya michezo. Mheshimiwa Rais, pia nashukuru sana hiyo kazi ambayo tunashirikiana katika ile program ya level 6. Hivi sasa jeshi wameingia pale. Tumekuwa na PS wako Mheshimiwa Patrick Mariro, na hiyo kazi in the next 6 months itakamilika. Na hiyo ni shughuli ambayo tunahakikisha vijana wetu watafaidika kwa sababu ya ajira itapatikana pale. Na Mheshimiwa Rais, nikimalizia, we want to appreciate you in a special way because you have unlocked what your predecessors failed to do. Mambo ya affordable housing ilikuwa ni kitendawili, but you have unlocked it. Mambo ya universal healthcare, it was a mirage during the previous administration. You have unlocked it. Mambo ya kuandaa michuano ya CHAN na African Cup of Nations, na kumbuka mwaka 2018 we were supposed to host AFCON in Kenya, but we could not be ready. But because of your leadership, right now we are hosting CHAN, na pia najua mwaka 2027 we are going to host African Cup of Nations. Mheshimiwa Rais, jambo ambalo umefanya to unlock the potential of our Harambee Stars cannot go unnoticed. Tuko na talanta kwa vijana wetu. What was missing was that special recognition and motivation. Hivi sasa vijana wa Harambee Stars wakipiga mtu wanajua 1 million mengia. Na hiyo ni kazi ambayo sisi tunashukuru kwa sababu it has never happened before. Ndiposa vijana wa Kakamega wanasema watatembea na rais mwaka 2027 kwa sababu rais wetu ni rais ambaye tunakusema na kutenda. Ningependa kuuliza vijana wa Kakamega, mko tayari? Mko tayari kutembea na rais? Kufanya maendeleo? Kuleta stima? Kujenga Buhungu? Kujenga hospitali? Wacha nione wale ambao watatembea na rais. Mwisho nikisema harambee mnasema tutam. Harambee! Harambee! William Ruto, rais wetu, Italanyi. Asanteni sana. Vijana wamesema watatembea na wewe bako kwa bako kwa sababu umeonyesha kwamba wewe ni rais wa kusema na kutenda. Mheshimiwa Rais, niruhusu sasa nimkaribishe waziri wa masuala ya vijana ambaye ni Mheshimiwa Salim Mvurya ili aweze kuendeleza program. Makofi kwa rais.
Makofi kwa Mheshimiwa Mvurya ambaye alikuwa governor wa Kwale, sasa ni waziri. Makofi kwake. Karibu sana waziri. Asante sana mustahiki gavana. Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, waziri mwenzangu Mheshimiwa Wycliffe Wambesa Oparanya, makatibu, waheshimiwa wajumbe, viongozi wa vijana, mabibi na mabwana na vijana wetu, Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Vijana hamjambo. Vijana hoye. Vijana power. Basi Mheshimiwa Rais, pengine kabla sijazungumza hotuba fupi, naomba nimwalike mwenzangu Mheshimiwa Oparanya ambaye hapa ni nyumbani aweze kusalimia na kuzungumza kwa kifupi. Vijana oye! Naona vijana mmekuja kwa wingi. Mheshimiwa Rais, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Ruto, my colleague Cabinet Secretary, the Governor of Kakamega County, members of Parliament who are here, permanent secretaries, ladies and gentlemen. Mheshimiwa, hapa ni nyumbani. Ikiwa nyumbani, nataka nichukue nafasi hii pia kukukaribisha hapa Kakamega. Tuna furaha umepata wakati wa kuja hapa kuongea na vijana wetu wa Kakamega na Kenya kwa jumla kwa hii siku ya muhimu kabisa katika duniani. Mimi mwenyewe ninashukuru wewe binafsi ile kazi unafanya kuona ya kwamba vijana wetu wana kitu ya kufanya. Tuna shida mingi, lakini wewe ukiwa rais unafanya juhudi yako kuona ya kwamba tuko na mahali ya vijana wetu. I want to appreciate that, and to the young people who are here. This is an opportunity for you. Take the opportunity that comes your way very seriously, because it will never come again. Being a youth is a transition. You have 17 years to transit from youthful to the other age bracket. And this is your time to build your foundation as you transit as a youth. There are so many opportunities in government, many opportunities that the President has created for the youthful people. So take it seriously, and if you take it seriously, it will help you as a person, it will help you as a community, and it will help us as a country. Otherwise, I'm very grateful for Your Excellency coming. Asante sana. Asante sana waziri. Vijana hoye! Vijana hoye! Basi Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, leo ni siku muhimu sana. Nataka kwanza nianze kukushukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu ya muda wako kuweza kujumuika na vijana wa Kenya katika kuadhimisha kilele cha siku ya vijana ya kimataifa. Na pia tuwashukuru uongozi wa chuo hiki cha Masinde Muliro
kwa kuwa wazi wakati wote. Wakati tunaandaa mikutano ya vijana, usimamizi wa chuo hiki umekuwa wazi kuweza kuwaunga mkono vijana wa Kenya ili kuweza kuhakikisha tunapata nafasi ya kuweza kuzungumza na kushirikiana. Mheshimiwa Rais, niseme kwamba wewe mwenyewe binafsi kwa uongozi wako na katika mpango wako wa kitaifa umeweza kuweka fursa nyingi ambazo zinawalenga vijana wetu. Tukielewa kwamba masuala mengi ya vijana sio mapya, yamekuweko hapo awali, lakini Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya fursa nyingi ambazo umeziweka ndani ya serikali, umeweza kutuongoza katika Kenya kuweza kuwa na ubunifu wa suluhisho ya masuala na changamoto za vijana. Mheshimiwa Rais, wakati tuko hapa kwa kilele ya shughuli hii, mimi naomba tu kukuhakikishia kwamba wiki hii yote imekuwa wiki ya hamasa Kenya nzima. Kwa sababu wakati ambao serikali imebuni fursa, ni muhimu hiyo fursa iunganishwe na ndoto ya vijana. Kwa hivyo, what we are saying, Your Excellency, is that your leadership has been able to create and to innovate various strategic opportunities for the young people of our country. We are aware that most of the challenges that our young people have been facing are historical. Your leadership has created an enabling environment to provide strategic solutions and opportunities for the youth of our country. However, for those opportunities to be beneficial, we need to have proactivity within the youth population so that they can proactively connect with the opportunities that exist. And that is why, Your Excellency, this week has been very important for us, because we have provided a window of opportunity for interaction and to connect the young people of our country. As a ministry, Your Excellency, we had also innovatively started a program called WAZO, where we bring summit of youth and stakeholders of government and agencies to be able to communicate what opportunities exist within the agencies so that youth can make their connection. Your Excellency, the youth of our country are very progressive, they are very transformative, and for us, we don't view them as a crisis, but we view them as people who are creative, innovative, and they can really participate in building our country. And as we do that, Your Excellency, we know that the government has many, many opportunities, which some of them will be discussed here. Some of them have already been discussed as case studies, and as a ministry, we commit to ensure that we work to be more inclusive, so that even as we develop policies, legislation, we have youth participation at the center of all that we do in government. And therefore, Your Excellency, today is a very important day internationally, but it is also a day where we inspire action within the young people of our country. Mwisho, Your Excellency, nataka tu kusema kwamba wakati ambao vijana wetu wako na ndoto, wakati ambao vijana wetu wako na azma ya kuweza kutimiza ndoto zao za kimaisha, wakiwa binafsi, wakiwa family, wakiwa jamii, wakiwa kila sehemu ya nchi, ni muhimu kukumbuka kwamba wakati ndoto hizi tunaweza kuzitimiza tukiwa vijana, tunazitimiza tukiwa na taifa la Kenya ambalo limeungana, taifa la Kenya lenye amani, taifa la Kenya lenye miundo msingi ya kuweza kuheshimu sheria. Ni katika mazingira hayo ndio vijana wanaweza kufaulu. Haiwezekani kwa mtu yoyote kufaulu kwa ndoto zake za kimaisha katika mazingira ya fujo, katika mazingira ya kejeli, katika mazingira ambayo pia hayawezi kuruhusu sheria ya Kenya. Kwa hivyo tunavyoenda mbele,
tunataka kusema kwamba fursa zitakuweko, fursa zitaendelea, vijana watashirikishwa, vijana tutazidi kuzungumza, lakini la msingi tuwe na nafasi ya kuwa na Kenya iliyo na amani, tuwe na nafasi ya Kenya ambayo inaweza kupata heshima katika dunia na katika Afrika. Na Mheshimiwa Rais, uongozi wako umeonyesha dhahiri kwamba sio tu mazungumzo ya changamoto na shida za vijana, lakini mazungumzo ya kupata suluhu. Suluhu zingine zinaweza kuwa zitachangiwa na vijana wenyewe, suluhu zingine zitakuwa za ubunifu. Na ndio maana Mheshimiwa Rais, uongozi wako kutoka nchi yetu iweze kujinyakulia uhuru, umeleta uongozi ambao una ubunifu katika kusuluhisha changamoto za Wakenya. Ni muhimu sasa Wakenya wote tuweze kukuunga mkono, tuweze kuunga mkono rais wetu, ili wakati anakuwa mbunifu kusuluhisha matatizo ya maendeleo na ya kijamii, tuwe na hali ambayo tunamuunga mkono, kwa sababu jambo la kuhakikisha kwamba tunabadilisha yaliyokuweko ni safari ambayo inahitaji ushirikiano mkubwa. Nimeona Fikirini amezungumza wale vijana wa 20th century na vijana wa 21st century. Unajua Mheshimiwa Rais, kuna vijana pia walio staafu. Kama mimi sasa nilikuwa kijana, sasa nimestaafu. Na wengi wameketi hapa walikuwa vijana, sasa wamestaafu. Hiyo inamaanisha ujana ni mpito. Kwa hivyo wakati unapata nafasi ya kuwa kijana sasa, itumie nafasi hiyo vizuri, kwa sababu dunia hii imejaa watu walio na umbea na fitina. Imejaa wengine ambao wakati ndoto yake haitimii, anatafuta kijana ili amsaidie kutimiza ndoto yake. Hata nimeona saa ingine wanasiasa wanakosa dira, wanakosa mtandao, sasa wao wanatumia vijana kulete fujo. Nyinyi vijana mjue kwamba wakati unatumiwa na mwanasiasa au mwingine yoyote kuleta fujo, ujue wewe hautafuti ndoto yako katika fujo. Wewe unamsaidia mwingine kutafuta ndoto yake. Those people who incite our youth to violence, most of them have already arrived at their career. They have already arrived at their destination. Let us not allow the energy of young people, the innovation of young people, to be used by few people to create divisions among our country, to create disharmony, to create violence, because in an environment of violence, we cannot have prosperity. We cannot have our youth to realize their potential in an environment where there's lawlessness, in an environment where violence is encouraged. And therefore, Your Excellency, as a ministry, we are ready to engage the youth. We are ready to ensure we inspire them, we mentor them, we develop their talents, we connect them with opportunities, but the foundation is an environment of peaceful coexistence. And therefore, Your Excellency, I don't want to say much, but I want to take this opportunity to ask all of us to be upstanding as we invite here His Excellency the President to speak and engage the youth. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Karibu sana. Asanteni sana, tafadhali mnaweza keti chini. Thank you very much. Ndugu zangu viongozi na viongozi pia wa vijana, hamjambo? Kakamega murembe, muri mwoyo? Wananchi wa Kenya, Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Leo mimi nimefurahi sana kufika mji huu wa Kakamega. Nimshukuru Vice Chancellor wetu wa chuo cha Masinde Muliro kwa kutukaribisha hapa. Mpigeni makofi, yuko pale.
Niwashukuru pia wizara yetu wakiungana na county government ya hapa Kakamega kwa kupanga hafla hii, a very important occasion for us as a nation, that we are very proud of our young people, their knowledge, their energy, their innovation, their expertise. And today we come here to celebrate the International Young People's Day. The single most decisive force that will shape Kenya's destiny is not oil, is not gold, or any other natural resource. It is the young people. For generations, young people have been referred to the leaders of tomorrow. But our youth are the builders of today, the architects of the future, and the driving engine powering Kenya's rise to greatness. I have seen it in many places. I have seen it with the Harambee Stars. That is why I am deeply honored to be here in Kakamega County to celebrate the energy, the creativity, and the resilience of our young people, and to harness and amplify their immense contribution to our bold national transformation agenda. Our Constitution commands us to equip young people with relevant education and training, to guarantee them opportunities for association and representation, to open doors for their political, social, economic, and cultural participation, and to protect them from harmful practices and exploitation. Every year, nearly 800,000 young people enter the labor market. For too long, many have faced and continue to face the frustration of limited opportunities. That is why we have crafted a bold, multi-pronged strategy, not only to generate jobs, but also to equip our young people with competitive, future-ready skills and ensure they thrive in the economy of the 21st century. Ladies and gentlemen, technical and vocational education and training is a central pillar of our economic transformation. TVET graduates are 3 times more likely than their peers without technical training to start a micro or small enterprise within 2 years of graduation. This is why we are aligning TVET curriculum with industry needs and modernizing equipment and expanding public-private partnership for apprenticeship and job placement. In 2018, TVET enrollment stood at about 180,000 learners. Today, TVET enrollment is upwards of 700,000, supported by the expansion of institutions from just about 50 a decade ago to more than 250 nationwide today. Through the National Government Apprenticeship Opportunities Program, we aim to enroll from 700 to 2 million youth in TVET institutions by the end of 2025, meeting the projected annual demand for 300,000 additional skilled workers and bridging the skills gap that is currently at 40% in some technical sectors. We have also deliberately chosen housing as one of the main engines of job creation in Kenya today. Currently, over 161,000 housing units are under construction across the country, part of a 700,000 home pipeline that will generate more than 1 million jobs. Here in Kakamega, right here in town, we have 200 units complete, 2,000 units have been procured, another 2,000 units in Mumias, and another several units in different constituencies in Kakamega County, a total of 5,000 units we are building in Kakamega County. About 320,000 young people are already working in affordable housing program, with numbers set to double in the next 2 months.
I have said that in the next 2 months, we want to escalate the number of young people, whether they are electricians, technicians, plumbers, engineers, quantity surveyors, architects. We want to increase them to 640,000 in the next 2 months. We have already advertised 4,000 internship positions for young professionals that are coming out of universities and our TVET institutions through the Public Service Commission. We will engage architects, engineers, surveyors, IT specialists, marketers, and other specialists, placing them in housing projects and municipalities across Kenya. Our goal is to expand these opportunities so that by January next year, in the next 6 months or so, 10,000 interns will have been placed in affordable housing program where they will gain skills, build networks, and acquire the experience needed to launch their careers. Through Climate Works program, we are advancing both economic and climate resilience by implementing labor-intensive environmental projects, restoring ecosystems through tree planting, cleaning rivers, and greening public spaces. Beyond the environment, Climate Works also drives jobs in roads and housing construction and urban development. We began with Nairobi-based cohort, and I am especially very proud that 45,000 young people are spearheading the Nairobi River regeneration, transforming riparian into clean, green corridors. This initiative is now being rolled out across the country through an expanded roadworks program, which will soon grow to 113,000 young people, including 4,000 in Kakamega County. Similarly, the Kandarasi Mtaani initiative will employ another 200,000 more young people in labor-intensive works in housing and market projects, including our hostels development program across the country. This will also include boundary walls, laying cabro roads, and installing wastewater treatment plants, equipping participants with both income and skills. Ladies and gentlemen, the Financial Inclusion Fund, commonly known as the Hustler Fund, has emerged as one of the most transformative financial inclusion initiatives in Kenya's history, with a direct and profound impact on our young people. Its sheer scale has been unprecedented, with over 26 million Kenyans accessing the fund, making it the single largest program of its kind. Of this, 9 million are repeat borrowers, a powerful indicator of sustained trust and tangible benefits. The fund has so far disbursed 72 billion and mobilized 5 billion shillings in savings. One of the most significant outcomes has been credit empowerment. Through the Hustler Fund, 5 million beneficiaries have improved their credit scores, a game-changing development for young people who previously had no credit history or had been blacklisted in CRB. Many are now eligible for larger credit-rated loans of up to 150,000, enabling them to invest in stocks, equipment, or business expansion. We are also committed to promoting orderly labor mobility through our global labor mobility strategy, ensuring Kenyans can take up jobs abroad in safe and decent conditions. Over the past 2.5 years, 430,000 Kenyans have secured employment overseas through the Kazi Maju program. We are negotiating bilateral labor agreements with various governments to safeguard our workers and align their skills with high-demand markets. Through the WESO Fund, we are financing air tickets, visas, and settlement costs for Kenyan youth taking up jobs abroad. In this pilot phase, Kenya shillings 200 million has been already provided and already supports 225 young people. Equally, over the past year,
the Youth Enterprise Fund has provided mobility-ready support, including pre-departure training, certification assistance, and financial literacy to prepare our young people for international employment and successful reintegration. And the Youth Fund has disbursed 244 million, enabling 2,271 young people to secure jobs in various countries abroad. Today, I will be presenting checks worth 163 million to support a further 816 young people who have successfully secured jobs through the labor mobility program so that they can prepare themselves to travel and work abroad. Ladies and gentlemen, the Kenya Youth Employment Opportunities Project was a 5-year World Bank-funded government initiative implemented between 2018 and 2023 to increase employment and income-generating opportunities for young people across the country. The project directly reached over 310,000 beneficiaries and facilitated the development of 50 new trade testing standards. Many of these young people have gone on to create jobs and earn sustainable incomes through enterprise establishment with the project's support. Building on this success, the successor initiative that we have now rolled out, the National Youth Opportunities Towards Advancement project, commonly called NYOTA, has rolled out Cycle 2 for business support in all counties, attracting over 1 million applications by close of the application period on 15th of May 2025. NYOTA aims to enhance youth employability, expand access to employment, promote savings, and strengthen youth employment systems and project management. Its implementation and interventions include training 600,000 young people to access government procurement opportunities, commonly known as ACBO, providing 110,000 young people, entrepreneurs with business development services, market linkages, mentorship, and financial support. NYOTA is enrolling 90,000 young people in on-the-job training, with applications currently open through the *254# financial inclusion platform until Friday, August 15th, which is coming Friday. We will also certify 20,000 through the recognition of prior learning framework and help 190,000 young people join the NSSF Haba kwa Haba savings scheme. In every ward across Kenya, and I want you to listen to this carefully, 70 young entrepreneurs, 110,000 in total, will each receive a grant of 50,000 shillings in startup capital under this program. I am pleased to report that the first phase of 54,000 young people will receive their 50,000 business startup capital next month, paving the way for their skills training to commence at the same month. Our Kenya Jobs and Economic Transformation Project, worth 20 billion, is also poised to support 42,000 enterprises, 600 business clusters, providing financing and facilities to scale up youth-led ventures. The Center for Enterprise, in partnership with Germany, will train young people in high-value industries at 6 special economic zones that are under construction. To further support youth-led enterprises, we shall, before the end of this financial year, launch the Youth Enterprise Investment Bank, capitalized at 9.75 billion, to provide financing, credit guarantees, and capacity building for young people in enterprise. On the digital front, our digital superhighway agenda has reshaped Kenya's economy,
placing technology, innovation, and youth at its core. We have expanded digital infrastructure by over 24,000 kilometers of fiber, linking urban centers to remote villages. In 2022, public Wi-Fi hotspots were rare. Today, 1,494 free public access points empower traders, students, and innovators across Kenya. Through the completion of the 316 digital hubs and the ongoing construction of 404 more ICT hubs, we are equipping young Kenyans with the skills to thrive in a rapidly changing world with digital jobs. Over 1.9 million youth have been trained in digital literacy, with nearly 300,000 securing digital jobs across through Ajira, Jitume, and BPO services. Ladies and gentlemen, these programs form the engine of a youth-powered economy. They are the pipelines of opportunity and demonstrate our unwavering belief that when our youth rise, Kenya rises. With determination, hard work, and focus, we can indeed realize our overarching objective of creating at least 1.2 million jobs annually. Let me stop here because I want an engagement with the young people. I did ask the organizers that maybe we should have a fireside chat here, or maybe an engagement, because I want to listen to some of the young people in this audience have to say. And I want to answer some of their pressing questions. And I want to engage so that we can take our country forward. We want to have an informed conversation. You know, we do not want to engage in rumors, in propaganda, in fake news, in distorted issues. We want to engage on matters that are important to the young people of our nation. Because I have said before, and I will repeat again, as a country, our greatest asset, the biggest asset we have in Kenya, is our human capital. And that human capital, the biggest portion of that human capital is the young people of our nation. If we are to succeed as a country, we can only succeed if we bring on board the largest sector of our society, the people with the energy, with the innovation, with the talents, with the expertise, with the knowledge, the young people of our nation. If we bring them into the equation, and if they influence how we go forward, we will succeed as a nation. And that is my mission, to make sure that we put the young people of our country at the center of our planning, of our policy, of our legislation, of our progress. That is how we are going to succeed as a country. And this moment, this day, the International Youth Day, provides us with that opportunity for us to engage with the young people of our nation. And I am looking forward to that engagement so that I can explain to you what we are doing. You can ask me the questions on what we are doing so that we can have an engagement that is mutually beneficial, both to you as the young people of our nation and to us as the leadership of our country. Thank you very much, and God bless you. Tumpongeze Rais tafadhali kwa makofi.
Thank you. Thank you. Thank you, Your Excellency, for this opportunity. Vijana mko? Nataka nione vijana.